Hii ni MTV Online inayokutangazia toka mjini Butembo, mashariki mwa Kongo. Butembo ni eneo la Uswahili, kukiwa wafanyabiashara na wakulima. Leo ni tarehe 5 Novemba 2025. Jina langu ni Abelt. Taarifa kuu siku ya leo ni wakazi wa mji wa Butembo kuomba usalama kuimarishwa. Na tunaendelea kuita wakubwa waweze kuona nini watafanya mkadri ya kusekirize wakazi. Na mapigano makali yaendelea kushuhudiwa huko Kivu Kusini kati ya M23 na wazalendo. Pambano yamerejea katika wazalendo wa Jemadari Kakobanya, Jise na Kalambi kontre au wa M23. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV, ni hayo kwa siku ya leo. Karibuni. Shirika la kirahia katika eneo la Bulengera mjini Butembo laomba vyombo vya usalama kuwajibika na kuwapa wakazi usalama. John Kameta amesema hayo Jumatano 5 Novemba baada ya mkazi mmoja kuuawa na kuporwa risasi na watu wenye silaha ambao hadi sasa hawajulikani. Jana mardi 4 Novembre 2025 mapande ya 19h30 mabandia waliweza kupiga un certain Eloge Wabwenda kunako selile Buhumbi quartier de l'Evêché commune Bulengera. Walipompiga masasi waliweza kuenda na moto yake marke bodaboda, na ni kitu ambayo inatushangaza sana paske kusema mabandia wanapiga mtu masasi mapande ya 19h30 inaacha watu wengi wanajiswali wale ambao wanapasha kutuchunga walikuwa wapi, namna gani mabandia waliweza kuzunguruka mpaka kiwango wanapiga masasi na wanabeba moto. Hakuna hata ule ambaye aliweza kusaidia kusudi waweze kuwa arete. Ni kitu ambayo tunashutumu sana sisi kama shirika la raia, na tunaendelea kuita wakubwa waweze kuona nini watafanya mkadri ya kusekirize wakaaji. Kwa hiyo tunaomba ile ambao tunataya anget waweze kufanya marecherche ni watu gani ambao waliweza kufanya hiyo crime, na info wanawatia mkono waweze kuwapeleka kunako mahakama. Vile tunaita wakubwa waweze kufanya kontrole ya masilaha ambazo nawezekana zinazunguruka librema kunako community, na watu hawajui ni nani anakuwa na silaha ni nani hana silaha. Pour cela tunawaza kama ifo control serie inaweza kufanyika kusudi kama kunapasha kuwa mtu ambaye anakuwa na silaha aweze kukamatwa na ma service de sécurité. Mais aussi tunaita service ya renseignement kuweza kufanya vraiment filatiri ya mzuri kusudi wale ambao wanainsekirize mwingine waweze kunaswa. Kwa mwisho tunaita population kuendelea kukolabore na waongozi, surtout kudenoncer mouvement suspect. Wale ambao tunaona wanakuwa suspect ya muhimu kuweza kuambia wakubwa kusudi waweze kuwanasa mbele ya wakati. Bulengera ni eneo kubwa miongoni mwa wilaya zinazounganisha mji wa Butembo, lakini ikiwa eneo ambalo hushuhudia ukosefu wa usalama ukitekelezwa na watu wenye silaha na majambazi wanaowatisha wakazi ambao wengi ni wafanyabiashara na wengine wakulima. Mji wa Butembo kwa sasa una idadi kubwa ya watu wanaokimbia mji, wilaya, vijijini mbalimbali kutokana na vita vya M23 na wengine kukimbia mashambulizi ya ADF Beni na Lubero. Tukitoka Butembo tunakwenda Beni, hasa mjini Owicha ambako bado mashirika ya kiraia yaendelea kushuhudia mgomo, wakiomba viongozi wa kijeshi kama wa mji kubadilishwa, kwani wameshindwa kulinda usalama wa raia na kushindwa kupokea malalamiko ya wananchi. Adalbert Kiyenge ni mkaaji wa Kivu Kaskazini akiwa Kinshasa kwa sasa. Kule kunor Kivu kufanya mgoma kutofanya kazi ni ndoto tu. Mimi nawaza wakamate msimamo kwanza, waanze kufanya kilio ya wale watu wenye wiko na wao na ADF, kwa sababu tumepitisha miaka mingi Wicha, Beni, Nord Kivu yote niko katika insecurity total. Kwa hiyo raia kufanya mgomo tu ya kusema hawatafanya kazi ni kuchoka bure. Wao wangekamata mgomo ya kusema tunafanya kilio kubwa, kwa sababu wanaua wandugu wetu, wanakufa bure bila kufanya kitu, na serikali iko naona vile. Ile ndio mgomo wangeweza kufanya, lakini kusema raia watu wabadilishe, hata wabadilishe ule mwenye iko pale wanatia mwingine, mambo itaendelea tu kwa vile insecurity haiko ndio suluhisho hiyo. Kilio maana nini? Sababu gani? Wanasema kila siku tunalalamika wanaua watu, ADF naua watu, wamefika milioni ya watu, imekuwa mingi, lakini sisi hatujui kulia watu wetu, hatujui kulia. Unaona Rwanda wamefanya kilio, wanafanya kilio hata juma mbili bila kazi, iko nalia watu walikufa katika genocide, na sisi tunaweza kufanya meme shows na itakuwa na maana mbele ya dunia mzima na mbele ya serikali. Lakini pengine unadhani suluhisho nini? Kwa sababu
sasa hivi kuna UPDF, kuna jeshi la Kongo, kuna MONUSCO. Wakati wanaanza kupatia majeshi soda ndio aongoze, anakuwa gavana, anaanza kugusa franga, wanatia ile etat de siege, hiyo inaweza kuwa chanzo, kwa sababu hawezi kuitika kuacha uongozi. Kila mara ukasikia wakati wanasema banaleve etat de siege, ndio mauaji inakuwa mingi sana na wanaachilia. Hiyo ni chanzo moja, sababu majeshi wenye wamegusa franga wanakuwa hatari sana na wanakuwa suspect sana. Ya pili ni kwamba unaona wakati kakao inakomaa huko, ndio kila siku, kwa sababu imekuwa kama biashara. Wakati kakao inakomaa ndio kila mara unasikia wanaoa watu, kwa sababu wavune kakao, mivuno wa watu wa kule Beni na Nord Kivu yote ni kama sawa. Hiyo ndio ni machanzo ile, na tumekuwa pisi na waavantire mingi, waferiste mingi katika jeshi, na tunawaza kama jeshi ya nje nyingine ya nje kama vile MONUSCO na UPDF ndio takiwa kumaliza shida zetu. Haiwezekani. Shida zetu tunapaswa kusimaliza sisi wenyewe. Ingeomba jeshi anabaki jeshi, anapiganisha au adui, na serikali inakuwa serikali ya nguvu, serikali yenye inatoka ndani ya corruption, ndani ya ubaguzi, serikali yenye kujua kama inapaswa kuprotege nchi nzima. Hiyo ndio tunaweza kufanya huko Beni. Tukibaki nchini DRC ni kwamba mvua kali bado yaendelea kusababisha maafa makubwa hasa mjini Kinshasa. Unajua Kinshasa iko kubwa sana. Sasa yenye mimi nimeona ni hapa ku centre-ville ku parlement na mumu quartier Lingwala na pengine. Unajua wanaanza makazi ya kukarabati mabarabara akia wamalize. Kwa hiyo mifereji yote inafungana, njia haziko, maveni na ni hiyo kufanya vitu na muzaa mingi yenye wanafanya nayo. Wamekarabati manjia yote, wanaanza kuikarabati hapendi kumaliza, na mvua wakati inanyesha inakosa nafasi ya kupita, maji inakosa nafasi ya kupita, mifereji yote imefungwa. Na ingine kimoja wakinua hapa ni watu wa uchafu sana. Banatupa uchafu yao yote mubarabara yote, wanatupa fasi yote. Hata ni watu wa uchafu sana, si watu wa usafi. Na wanangoya kama ni vitu wa public, leta ipeka kile kufanya, wao wenyewe hawezi fanya hiyo mambo kutosha uchafu. Hii ndio wanafanya, ndio chanzo kubwa ya hiyo mvua kunyesha hapa Kinshasa na maji inakuwa mingi. Unajua watu wengi wanapofika hapa Kinshasa wanasahau mambo mingi, wanasahau kwenye wametoka, na inakuwa kama tu ni mambo ya muzaa, wiko naongoza kama vile muzaa. Mimi nawaza kama wanaanza kazi ya kukarabati barabara wamalize na watie mambo ya mifereji, kwa sababu Kinshasa ni mji iko inajengewa kwa mtanga, watie mifereji wakarabati mzuri, na hiyo itasaidia maji sikue. Lakini tunaishi sasa, mvule kanyesha kama huko fasi fulani, unabaki pale, utaiza lala tena pale juu mvula tu, iba fasi utakuna fasi kwa epargne. Hii ilikuwa ni ku Palais du Peuple, wapo kuligionea kwa réseaux sociaux, hizo wanaonesha Palais du Peuple fasi kwenye kuwa wasirimu sana, ndio kuna yala mai mingi vile. Ni kusema kama mifereji yote imefungwa na watu hakuna nafasi ya kufanya, hawana nafasi ya kupita, inakuwa magumu sana. Sababu lakini ni nini? Ni maji yanatoka kwenye mto Kongo kuja mjini ama ni nini? Ni mvula tu, maji ya mvula. Wakati inanyesha inakutana buchafu iko mingi, mifereji imefungwa, na wanaanja makazi ya kukarabati barabara hawamalize, wanafanya yote. Hiyo ndio chanzo kubwa inaacha maji yanakuwa mingi. Kinshasa ambako serikali imeweka ama mpya kwa watu wanaotumia usafiri wa anga na kuongeza dola 30 kwa mjibu wa Radio Okapi, ikiwa ni radio ya Umoja wa Mataifa. Bwana journalist, mimi naoza kwamba serikali yetu saa moja watu wenye kuiongoza hawajui mambo yote tunafanya, na inaonekana kwamba Rais Tshisekedi iko yeye mwenyewe mambo iko napitikana. Raia iko kwanza na probleme ya social, maisha inakuwa magumu, na wiko nasema wanaita wa investisseur, watu wake kuinvestir mu Kongo. Hii namna ya kuongeza ile tax ni namna ya kufukuza watu wasiingie katika Kongo, kwa sababu hii ni tracasserie, iko kunyanyasa. Mimi nashauria huyu waziri mwenye amefanya hiyo tax shanjia hiyo mbio sana, kwa sababu haiwezekani mtu kuenda Kongo, kutoka Kongo iko problem. Unajua kutoka hapa kufika Dubai aller retour analipa $300. Sasa shie biko bei iko kali sana, tena wanaongeza franga mingi. Atoka mimi sikubali, na mimi naza raia wana lazima kuleta kimya, kuleta security na kuresolve maproblemu ya masomo, na kama vile rais alisema kuwatunza wa mama wenye mimba kwa bure. Hiyo ndio wajokipe nayo, na waturudishe kwa manyumba yetu kama vile tuko wakimbizi hapa. Wao wanatia tax, wanashindwa kutupokea kama sisi wakimbizi. Hii makuta wataitia watu watafanya nini? Mimi nawaza ningeomba raia wote wa Kongo wasimame na wakatae kulipa hiyo tax. Lakini hiyo kodi inaongezeka vile kwa zile nyingine za Go Pass. Si ndio ile, unaona sasa kuvoyager mu Kongo inakuwa kama probleme sasa. Go Pass hayo peke pro yenyewe probleme, yote inakuwa probleme. Hapa niko natafuta passport yangu kuipata probleme. Wanafanya vitu yote inakuwa magumu, na japo tuko tunataka kusema tutoke ndani ya hii hali, tuingie ndani ya nchi yenye kuongoza katika usawa, katika haki, na
vinginevyo. Mimi na nitax yenyewe wabunge wangekataa, kama wanaweza kuipeleka kwenye bunge, wabunge wetu wangekataa kama kweli ni watetezi wa raia. Unadhani kipi kinaweza kufanyika? Watu waende kuonesha wabunge watie ile question, waite ule ministre ku bunge ku parlement, aseme wabunge wakataa hiyo tax na waseme hawaikatae katika Jamhuri ya Kongo, kwa sababu ni tax ya mpya haikupita kwenye bunge. Ada mpya ya dola za Marekani 30 inaongezwa kwenye Go Pass. Kila shirika la ndege linalofanya kazi nchini DRC sasa litalazimika kukusanya dola 30 kutoka kwa abiria kwenye safari za kimataifa. Haya yamebainishwa katika mkataba wa ushirikiano uliotiwa saini na serikali ya Kongo na kampuni ya Marekani ya Securiport LLC ambayo ina taaluma katika kupata miundombinu ya usafiri katika nchi kadhaa za Afrika. Taarifa hizo zilithibitishwa na vyanzo vya ndani ambavyo vilibainisha kuwa kiasi hiki tayari kilijumuishwa katika tiliki za ndege siku za nyuma na kusimamiwa na kurugenzi ukuu ya uhamiaji. Kifedha, asilimia 15 ya fedha zitakazokusanywa zitaenda kwa jimbo la Kongo, wakati asilimia 85 itagawiwa kwa mashirika ya kibinafsi kulingana na Wizara ya Mambo ya Ndani. Mkoani Kivu Kusini, mapigano makali bado yaendelea kushuhudiwa kati ya Twirwaneho M23 na wapiganaji wa Zalendo. Oster Malivika amezungumza naye Aimable Nabulizi kutoka makundi wa Zalendo kwenye milima ya Kivu Kusini mashariki mwa Kongo. Hali ya huku Kivu Kusini ni tangu hapo jana asubuhi mapema kabisa ndio mapambano yamerejea katika wazalendo wa Jemadari Kakobanya Justin na Kalambi kontre au wa M23 wakichanga na Rede Tabara na FNL Zabampema wote pamoja na Twirwaneho. Walishafanya coalition Minembwe, ndio wanaanza pambana wapige Kakobanya pale ku point 0 kusudi wapate njia ya kushuka Fizi, Baraka, juu bancercle bafunge vile ya Uvira na territoire yote ya Fizi. Hapo kabisa mapambano yameshinda jana mpaka busiku walikuwa wakipambana. Tunazungumza hali kwa jumla ikoje? Antukawa wanakabiliana leo asubuhi mpaka sasa wanakabiliana biko natupiana moja kwa moja na wakishitaki eti jeshi la Burundi ndoze linasutenir linaungwa mkono wa VDP donc wazalendo na FARDC na eti wamewafungia njia huko Mikarati na imekuwa imebakia njia moja tu juu ya kuleta chakula nini huko Minembwe, lakini sisi tumepatia condition moja wala shurti moja. Minembwe watoshe M23 inapatikana pale, watoshe Rede Tabara iko pale, watoshe wale wa FNL Zabampema wiko pale. Hiyo wakisha watosha hapo, antuka amani itakuwa na njia zitafungulika, zitakuwa wazi, watapata chakula kila kitu chochote, sababu wao ndio wamefukuza serikali ya Kongo pale Minembwe na wanapashwa irudia. Ile biko napenda wapambane wapige Kakobanya pale ku 0 ni kutaka wafungule njia kwa kingufu, na sisi hatupendi wafungule njia kwa kingufu. Wakifungule ile njia manake adui atakuwa akiingia Bololea na ingia na waalimante analeta maminisio. Leo kabisa wanapambana wanatupiana moja kwa moja na weko uso ni sawa vile paka na nyao. Nyinyi mmefungia watu wa kabila la Wanyamulenge baranjia ili wasipate chakula. Ndugu mtangazaji, hiyo ni uongo. Hiyo ni masemi ya Moise Nyarugabo. Iko nasema eti tumewafungia njia. Si wanaishi, wiko na kula, wiko na tuzwa, wiko na kila kitu chochote Minembwe. Biko na maavio zao ziko na balimante, biko na manjia zao. Mwenye anafungiwa njia, ndugu mtangazaji, eski anaweza ishi, anaweza sema, anaweza andamana sawa vile jana Mikenge Minembwe waliandamana. Wamama waliandamana eti Warundi wanafungia njia. Ile ni uongo. Wao peke ndio wamejifungia njia kwa kufukuza serikali. Wamesema eti Minembwe haiko tena nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ndio maana wamefukuza serikali pale. Buleno na kuambia mtangazaji, hakuna hata service moja ya leta ya Kongo yenye iko natumika Mikenge na Minembwe, isipokuwa service za M23, za Rede Tabara, za FNL Zabampema na za Twirwaneho. Ndio wenye iko pale. Wenyewe wamefukuza serikali eti wenyewe wanajiweza. Na sisi tumewapatia ile shurti nimetoka kuambia watoshe Rede Tabara pale, watoshe FNL pale, watoshe M23 pale. Serikali taingia na kila kitu kitakuwa wazi. Lakini hakuna mwenye amefungia njia kabisa. Ndio mtangazaji, si uliona biko na Wakongomani Minembwe kuko Bamushi, kuko Bafuliru, kuko Banyindu, usalama abo peke ndio walijima usalama. Unaweza kufukuza serikali eti tutapata usalama? Na huko katika nchi ya Kongo utapata usalama gani? Kabisa wao peke ndio wamejima usalama. Tunarudi hadi Qatar huko Doha ambako DRC na Qatar wazungumzia swala la usalama mashariki mwa Kongo. Tukiendelea
Akiendelea kukaa Doha, Qatar, Rais Antoine Felix Tshisekedi Chilombo alipokewa Jumanane na Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, amiri wa Qatar. Viongozi hao wawili walijadili ziara ijayo ya amir wa Qatar mjini Kinshasa na 80 ya mchakato mbalimbali ya amani inayoendelea. Mkutano kuu kati ya Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani na Rais Tshisekedi ulitoa fursa ya kuimarisha uhusiano wa pande mbili kati ya nchi zao. DRC na Qatar zitadumisha uhusiano bora wa ushirikiano kati ya nyanza za kidiplomasia, kisiasa na kiuchumi, na hivyo kuchangia maendeleo ya watu wao. Taarifa zetu zahitimishwa huko Tanzania, ambako Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameapishwa na Hamza Saidi Johari kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Hii imefanyika kwenye hafla fupi iliyofanyika Ikulu Chamwino mkoani Dodoma tarehe 5 Novemba 2025, baada ya Rais Samia Suluhu kuapishwa kama rais mpya wa Tanzania baada ya kupata ushindi wa uchaguzi Oktoba 29, uchaguzi uliofuatia mchakato na kusababisha vifo pamoja na majeruhi, lakini kwa sasa hali ikiwa imerudi tulivu na kazi zote kuendelea kama kawaida, usalama ukiwa umedhibitiwa. Ni hayo kwa siku ya leo. Niite Abel Tongo kutoka jijini Butembo. Asante kwa wote walioshirikiana nasi kwa ajili ya kukusanya taarifa hii. Hadi wakati mwingine, kwaherini.